Bwana Yesu asifiwe. Ni mtumishi wa Mungu Musa Ezekia Kagika. Ni siku nyingine tena Bwana ametupa nafasi ya kuweza kujifunza neno lake. Nikukaribishe, usiache kushare, kulike, kucomment, subscribe, turn on notification ili uweze kuwa wa kwanza kupata matangazo ama masomo ambayo tunakuwa tunayatuma kwenye YouTube channel yetu. Karibishe sana kwa siku ya leo. Naomba niombe kwanza kwa tunaendelea kabla sijaendelea na somo langu. Bwana Yesu, asante kwa wema na fadhili zako, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya siku nyingine tena ambayo Mungu umetupa nafasi. Tunakukaribisha Roho Mtakatifu, karibu katika ibada hii. Fungua fikra zetu na akili zetu kupitia neno lako, katika jina la Yesu Kristo. Katika muda mchache ambao tunakwenda kujifunza, mkono wako usiwe pamoja na sisi, katika jina la Yesu, amen. Leo tutakuwa tunajifunza kitabu cha Warumi sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza na mstari wa pili. Anasema, basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Sema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Ni kitabu cha Warumi sura ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Anasema, basi ndugu zangu, na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Kizungumzia neno dhabihu, manake sadaka ya kuteketezwa. Sasa katika kitabu hiki anasema, ndugu zangu, ninawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu. Sasa kuna swala la kutoa mwili kama dhabihu. Anasema ndio ibada yenu yenye maana ya maana. Manake ziko ibada nyingi ambazo mwanadamu anaweza kazifanya, lakini the best worship ambayo Mungu anaiangalia kwa mwanadamu ni uwezo wa mwanadamu kuweza kutoa mwili wake kwa ajili ya Mungu. Mungu alituumba ili tuweze kumtumikia yeye katika maisha yetu yote. Alitupa zawadi ya kuwa na mwili. Yeye ni Mungu mwenye uwezo wote, lakini yeye kama yeye hana mwili. Alitupa wanadamu zawadi ya kuwa na mwili, lakini sasa anautamani mwili wa mwanadamu kwa ajili ya kuutumia kwa ajili yake kama dhabihu, sadaka ya kuteketezwa, sacrificial offering. Sasa anasema mstari wa pili, anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Katika mstari huu, msifuatishe namna ya dunia, maana yake nini? Maana yake ni kwamba dunia ina namna yake ya kuweza kufanya mambo. Dunia ina utaratibu wake wa kuweza kuratibu mambo. Sasa napozungumzia dunia hapa, hatuzungumzii uumbaji wa Mungu kwa maana miti, watu, ardhi, mbingu. Hapana, tunazungumzia kwa habari ya mifumo ya ulimwengu, namna ya uendeshaji wa mambo katika ulimwengu. Soma kitabu hiki kwenye version ya Kiingereza, anasema, do not conform to the pattern of this world. Manake ulimwengu tulionao una pattern zake, kwa maana ya kwamba tunapozungumzia pattern, kwa maana ya kwamba mifumo, miundo au taratibu za uendeshaji ambazo hazikubaliani na mapenzi ya Mungu. Sasa anazungumza, anasema, msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia. Manake ulimwengu au dunia ina namna yake ya kuweza kufanya vitu. Sasa katika namna ya ulimwengu ya kufanya vitu, inakataa, haikubaliani na mapenzi ya Mungu, na ndio maana anasema msifuatishe namna ya dunia hii. Manake namna ya uratibuji wa mambo yake katika biashara, katika ndoa, katika kazi, katika shughuli yoyote ile, ulimwengu una namna yake ya kufanya vitu vyake, lakini pia Mungu ana namna yake kwa watoto wake ya kuweza kufanya au kuratibu mambo. Sasa anasema msifuatishe namna ya dunia, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia. Kugeuzwa kwa kufanywa upya nia manake kubadilisha
mfumo wa mawazo, kubadilisha yani badiliko la ndani ambalo linatoka mpaka nje. Mtu anabadilishwa ndani kiasi ambacho nje tunaanza kuona matokeo ya badiliko la ndani. Sasa kugeuzwa, anasema but be transformed. Neno transformation manake ni change ambayo inaanzia ndani inatoka nje. Mtu anageuzwa namna ya kutazama, namna ya kuweza kufikiri, na haya yote anakuwa ana neno la Mungu ndani yake linaweza kumsaidia aweze kufikiri au kuwaza sawa na neno la Mungu. Anasema mgeuzwe kwa kufanywa upya nia. Kwenye nia, nafikiri kipindi ambacho kimepita tulizungumza kwamba kuna mawazo, kuna fikra, kuna maamuzi, kuna hisia. Vitu vyote hivi vipo ndani ya nia. Sasa anasema mgeuzwe kwa kufanywa upya nia, ili kuwaza kwenu kuwe sawa na Mungu, ili maamuzi yenu yawe sawa na Mungu, ili hisia zenu ziwe sawa na Mungu, zisifuatishe namna ya dunia. Namna ya dunia ina maumivu mwishoni mwake, au katika hatua za mwisho ina maumivu, inaweza kukutengenezea shida. Sasa namna ya dunia ukiifuata haikupeleki kule ambako Mungu amekukusudia, na tunatakiwa kufahamu kwamba kila mtu aliumbwa na Mungu ili aweze kuishi maisha matakatifu na mazuri hapa ulimwenguni, ili huyu mtu ayafurahie maisha anapokuwa duniani. Sasa adui anacheza na mfumo wa nia ya mtu. Mtu anakuwa anaweza akania kulingana na ulimwengu, anafurahishwa na vile vitu vya ulimwengu, lakini hawezi kufurahishwa na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni jambo lolote ambalo Mungu analitaka kwa mwanadamu. Na mapenzi ya Mungu anasema ili mpate kuweza kujua mapenzi ya Mungu yalivyo mema, ya kumpendeza na kwa ukamilifu. Akisema mema kwa maana ya kwamba hayana majuto ndani yake, hayana kulia ndani yake, hayana kuhangaika ndani yake. Mtu unaweza ukafanya jambo na mwisho wake ukajutia. Sasa mapenzi ya Mungu yamelenga kumpa furaha mtu baada ya jambo hilo kuweza kuisha, kwa maana kwamba mwisho wa mtu unakuwa ni mwema. Soma kitabu cha Mithali kama sijakosea, anasema baraka za Bwana utajirisha, wala haichanganyi huzuni ndani yake. Manake jambo la Mungu lote ambalo liko ndani ya mapenzi yake, hata kama lina ugumu mwanzoni kwako, mwisho wake tarajia kupata jambo la furaha au jambo litakaloweza kukuinua na kukusaidia. Mungu anatamani kuweza kubadilisha fikra, kugeuza nia ya mtu. Ilikuwa na nia maovu, lakini Mungu anatamani aigeuze. Akishaigeuza amfanye mtu kama vile ambavyo Mungu anataka. Sasa huu mwili wa asili una changamoto zake nyingi kwa jinsi ambavyo uliumbwa na Mungu. Baada ya kukosea, Mungu aliumba mwili wa mwanadamu ukiwa uko mkamilifu na hauna shida yoyote. Baada ya kumiss the target, kumiss maelekezo yale ambayo Mungu alikuwa ameyatoa, kilichokuja baadaye kikawa ni shida. Mwili wa mwanadamu sasa ukaanza kupita katika mfumo wa dhambi. Manake baba yetu na mama yetu Adamu na Eva walipokosea, wote wanadamu tuliokuja kuzaliwa tukawa tunajikuta tumezaliwa katika namna ambayo tayari ni watu wenye dhambi. Mwili ukawa umeshaingiwa na dosari. Sasa anaposema itoeni miili yenu, manake sasa jukumu la kuutoa mwili sio la Mungu, ni la mwanadamu, awe tayari kuweza kuutoa mwili. Akishautoa, kinachotokea ni kwamba kazi ya Mungu anaanza kugeuza nia ya mtu, na hii nia ya mtu inageuzwa kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Nia ya mtu inageuzwa kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Hakuna mtu anayeweza kutenda matendo mema ya kumfurahisha Mungu kwa kutumia akili zake au nguvu zake. Kwa nini? Kwa sababu kwa asili mwili ni dhaifu, una changamoto. Hivyo basi Mungu anasema ametupa Roho Mtakatifu ili Roho Mtakatifu aweze kutusaidia. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kumsaidia mtu. Kuna kitu kinaitwa sanctification. Sanctification ni neno la Kiingereza ambalo linazungumza kwa maana ya utakatifu au utakaso. Ukiangalia maana hiyo neno, anasema the process whereby a believer is made holy through the action of the Holy Spirit. Ni kitendo ambacho muamini anafanywa mtakatifu kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Hajifanyi yeye kuwa mtakatifu, kuna msaada wa Roho Mtakatifu ambao unaweza kumsaidia yeye kuwa mtakatifu. Hamna mtakatifu kwa nguvu zake au kwa kuamua. Maamuzi ya mwanadamu yapo ya kusema kwamba Roho Mtakatifu, mwili wangu unanishinda, naomba unisaidie.
na changamoto hii hapa, Roho Mtakatifu naomba unisaidie. Roho Mtakatifu anaweza kufanya jambo lolote, lakini hawezi kumshurutisha mtu. Anatamani mtu akubali kuongozwa na Roho katika maisha yake. Ukisoma katika kitabu cha Warumi sura ya 8 kuanzia mstari wa 11, anasema lakini ikiwa Roho wake yeye aliyemfufua Kristo katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Moja ya kazi ya Roho Mtakatifu ni kuweza kuuisha mwili wa mwanadamu, kama nilivyozungumza mwanzo kwamba mwili wa mwanadamu yeyote yule, wa kiume au wa kike, anapozaliwa tu anazaliwa akiwa na mwili ambao una madhaifu na mapungufu ambao hauwezi ukajiendesha wenyewe. Unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu ili kuweza kufanywa mtakatifu. Kama nilivyosema kwamba neno kutakaswa au ile sanctification, kuwa sanctified, manake ni kitendo cha muamini. Cha kwanza lazima uwe muamini ambaye umemwamini Kristo. Ukishamwamini Kristo, Roho Mtakatifu akiingia ndani yako anaanza kuuisha. Biblia ya Kiingereza anasema restore. Ana restore life, anarejesha maisha au uhai ndani ya mtu. Kwa nini? Kwa sababu anasema yule Roho aliyemfufua Kristo katika wafu atawafufua na nyinyi miili yenu iliyokuwa katika hali ya kufa. Anapozungumza kwamba hali ya kufa, manake iliyo katika hali ya dhambi. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, na kwa asili kama tulivyosema kwamba mwili wa mwanadamu tayari ulikuwa tupo katika anguko. Kwa hiyo kila anayezaliwa anazaliwa akiwa na hiyo changamoto ya kutokuwa kamili ndani ya mwili wake. Mwili inakuwa ni sinful nature ambao una asili ya dhambi. Sasa kazi ya Roho Mtakatifu, anaugeuza mwili wa mtu, anaanza kuuisha. Neno kuuisha manake anaufanya mwili ufe kwa sababu ya dhambi. Nikisema ufe kwa sababu ya dhambi, manake mwili yani dhambi inakuwa haina nguvu ndani ya mwili wa mtu ambaye ameamini. Manake roho yake inakuwa ina nguvu kuliko mwili wake. Na ndio maana Mungu anatamani tuweze kuongozwa na Roho. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu kazi yake ni kuweza kuchange mind za watu, kubadilisha, kuleta mgeuko katika fikra za mtu, katika moyo wa mtu, katika matendo. Na huu mgeuko unaanzia ndani, ni badiliko la kweli, sio la kuigiza, la kusema kwamba bwana mimi nimeshabadilika. Hatubadiliki kwa kusema kinywani, lakini inakuwa ni badiliko ambalo linakuwa iko inspired na Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Anasema lakini ikiwa Roho wake yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Manake Roho Mtakatifu ndani ya mtu anafanya kazi ya kuweza kurestore life, kurejesha maisha ya mtu. Mungu aliumba mwili wa wanadamu ukiwa hauna shida yoyote, lakini tulipokosea tukajikuta wote tumeingia katika asili ya dhambi, ambao mwili wa mwanadamu unakuwa unaitwa mortal bodies, yani ni mwili ambao umeumbwa kwa tamaa ya kibinadamu, ambayo kazi ya hiyo tamaa ya kibinadamu haitaki mambo ya Mungu, haikubaliani kabisa na mambo ya Mungu. Mstari wa 7 anasema kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu. Manake mwili kwa asili ya mwili hauko tayari kuweza kufuatana na mambo ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu anasema haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Anasema wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Manake wale wanaoweza kuufuata mwili wa asili si rahisi kuweza kumpendeza Mungu. Swala la kumpendeza Mungu, labda niseme kitu kimoja. Mwanadamu ana mwili, ana roho, ana nafsi. Roho asili yake imetoka kwa Mungu, na ndio maana yenyewe iko tayari kufanya mambo ya Mungu. Hata Yesu aliwahi kusema kwamba roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Mwili aliyokuwa anazungumzia kwamba ni dhaifu, maana yake ni ile sinful nature, ile hali ya dhambi ambayo mtu amezaliwa nayo ndani ya mwili wa mwanadamu. Sasa nasema roho inayozungumziwa hapa, mwanadamu naye ana roho, alafu pia ana nafsi, alafu pia ana mwili. Mwili ni kasha ambalo kazi yake linabeba roho na nafsi. Sasa anasema wale wanaoongozwa na roho au wanaweza kumpendeza Mungu. Anasema lakini yeyote anayefuata mwili hawezi kumpendeza Mungu. Swala la kumpendeza Mungu ni lazima uhitaji msaada wa Roho Mtakatifu.